amri ya kwanza inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Hiyo ndio amri ya kwanza. Yesu alifupisha amri hizi akiwa na maana hiyo, ubao wa kwanza, amri ya kwanza mpaka ya 4. Halafu ubao wa pili, amri ya 5 mpaka amri ya 10, mpende jirani yako kama nafsi yako, akimaanisha ubao wa pili. Sasa hizo ndizo amri 10 za Mungu ambazo Musa alipewa. Kama hakuna sheria, hakuna dhambi. Hicho ndicho ambacho Paulo anachomaanisha. Nisingaliitambua dhambi bila sheria. Dhambi ipo kwa sababu sheria ipo. Tatizo la wengi leo, hawasomi Biblia. Wanaosoma ni viongozi wa dini tu. Na mara nyingi hata ukiona wanaenda kanisani hawana Biblia, wanasubiri kiongozi wa dini asimame asome. Wao hawana. Sasa utaelewa wapi kama hauna Biblia na kama hausomi? Sasa hivi Biblia ni kusoma mwenyewe. Bwana asifiwe. Maana leo hii hata wajanja wanaokuja kupotosha ulimwengu hawaji na vitabu vile vya hadithi za zamani za sungura sijui na nani. Wanakuja na Biblia na wanasoma Biblia. Amri za Mungu zinaonyesha dhambi, kwa umetenda dhambi, lakini amri za maagizo zilikuwa zinaelekeza kwa Kristo. Zile kafara zote zilizotolewa zilikuwa zinamlenga kafara halisi. Amri za Mungu zinadumu milele. Amri za maagizo zilikoma msalabani. Yesu amekufa, pazia limepasuka. Amri za maagizo na zenyewe zinaenda kuisha, maana Yesu anaziondoa kwa mwili wake msalabani anapokufa, na zenyewe zimeisha. Agano Jipya kwenye kitabu cha Biblia liko pale pale. Sasa watu wamechanganywa, ndio maana leo hii watu wanatembea na nusu Biblia. Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya liko pale pale. Kama unampenda Mungu, zitunze amri zake 10, maana ziko pale pale, hajaishia msalabani. Biblia iko wazi, inaweka wazi kilichoishia msalabani ni amri za maagizo. Amri za Mungu, amri za afya ziko pale pale. Tuna maombi maalum.